ni nani? Mudhura. David, Ndio. jana ulinikujia ukaniambia kwamba umechelewa kwa sababu ulikuwa na shughuli kanisani. Kweli. Ina maana una shughuli zako za kanisa. Wewe ni mmoja wa wazee wa kanisa pale. David, sijui una swali ama umekuja kusilimu? Niko na swali. Haya, wekelea juu ya meza. Ninauliza hivi. Kati ya Waislamu na Wakristo. Ndio. Waislamu wanakaa msikitini. Wakristo wanakaa kanisani. Ndio. Kati ya hayo makundi mawili, ni wapi shetani anakubalika? Anamsikia huyo? Anauliza kati ya makundi haya mawili, kati ya Waislamu na Wakristo, ni wapi shetani anakubalika? Umesikia hiyo msamaji? Qur'ani 4:37 tanbihi yake, tafsiri ya Al-Farsi kama sijakosea. 37. 4:37. Haya, nasema hivi Kama sijakosea. 4:37. Bismillahirrahmanirrahim. Na 4:37. Mchuzi wake. Tanbihi. Kuficha aliyowepa Mwenyezi Mungu. 4:76. 4:76. Tanbihi yake. Tuone ni kina nani wako karibu sana na wao mashetani. Muradi wa marafiki wa shetani. Sikiliza sasa. Swali linajibiwa professionally. Umeuliza kati ya hao watu wa msikiti ambao ni Waislamu na Wakristo, watu wa kanisani, ni kina nani wako karibu sana na shetani? Sasa Qur'ani inaenda direct and clear, simple as drinking a glass of water. Muradi wa marafiki wa shetani. Muradi wa marafiki wa shetani ni wale makafiri, wanaopigana na Waislamu. So yoyote ambaye anapiga Uislamu, huyo ni rafiki wa nani? Wa shetani. So marafiki wa mashetani ama rafiki wa shetani ni yule ambaye anapigana na nini? Na Uislamu. Mpatie huyo. Umeelewa? Hapo sipingi. Takbir. Hapo hapigi. Je, Biblia wasema nini? 2:12 Ufunuo wa Yohana. Ndio. Amekubali hapa. 2:12 Ufunuo wa Yohana. Mzee wa kanisa amekubali. Raha duniani. Taemba siri. Yeye aliye na sikio. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anaambia makanisa. Na asikie neno hili ambalo Roho anaambia makanisa. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika kuhusiana na hilo kanisa. Haya ndio neno hili huo upanga mkali. Haya ndio anayonena yeye ambaye ako na huo upanga mkali. Wenye makali kuwili. Napajua. Ukapo. Hapo wapi? Kanisani. Ndio. Ndipo penye kiti cha enzi cha nani? Cha shetani. Mpe. Kwa mujibu wa Biblia tumesikia shetani yako na state house. Kama vile unasikia Allah state house yake ni katika arshi. Yeye Allah yuko katika arshi yake. Shetani naye tunaambiwa kiti yake iko huko kwenye kanisa. Sasa sijui kama uko na swali lingine, maana mimi hapa ninaona kama nimemaliza. Haujamaliza, maanake nimekuuliza, je, anakubalika huko ama ni msikitini? Si tumemwona yuko huko kanisani. Anakubalika?
Nipe. Wakorintho wa kwanza 11:17 wanamkubali sana. Wakorintho wa kwanza 11:17 inasema hivi. Inasema nini? Lakini katika kuagiza haya siwasifu ya kwamba mnakusanyika. Katika kuagiza haya hamsifiwi ya kwamba mnakusanyika kanisani, Si kwa faida, sio kwa faida, bali kwa hasara. bali kwa hasara. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani, Kwa maana kwanza mnapokutana kanisani, nasikia kuna faraka kwenu. nasikia kuna mafarakano, hamuelewani, kuna faraka kwenu. Nami nusu na sadiki. Na mimi nusu na sadiki. Kwa maana lazima Na maana lazima kanisani wapo na uzushi kwenu. mpe. Kumbe kanisani kuna hasara na kuna nini? Sasa hapa Biblia. ngoja kwanza Subiri. Biblia imesema kanisani kuna nini? kuna hasara Na nini? na kuna faida. Rudia tena. Rudia. Na ulikuwa unakimbilia maiki useme nini na hujasikiza, ulikuwa sokoni. Wewe vipi? Tazama simu. Aya, katika kuagiza haya siwasifu ya kwamba mnakusanyika. Ndio. Si kwa faida, Bali. kwa hasara. Ndio. Kwa maana kwanza mnapokutana kanisani, Ndio. nasikia kuna faraka kwenu. Moja, faraka, yani mafarakano, hamuelewani. Teremka chini. Nami nusu na sadiki. Na mimi nusu na sadiki. Kwa maana lazima kuwepo na uzushi kwenu. Pili, kuna bida. Wakulu bida tudholala. Wakulu dholala tu Finna, wanaenda huko. Teremka chini. ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Mpe. Hebu teremka kidogo. Basi mkutanika pamoja, haiwezekani kula chakula cha Bwana. Mpe. Maana kila mmoja anatoa chake anakula, na usipo mnafanya kule SDA. Kila mmoja anaenda na bakuli yake ya chakula huko. Ni kuelewa uelewa, maanake Yesu alituambia kwamba mahala ambapo kuna ngano lazima kuwe na magugu na viwezi vikaendana sambamba. Hatujakataa. Mahala kuna Ndio ngano. maana tunaona ya kwamba hata kama ikiwa kuna mabishano, kuna wale ambao wanakataa uovu huko na kuna wale ambao wako huko ili kuwakilisha uovu. Sio wote. Sikiliza. Ndio. Hiyo sio wote, ni yako. Biblia imesema kanisani kuna nini? Kuna mapingano. Na kazi ya mapigano ni ya nani? Mapingano, Kazi ya mapigano ni ya nani? mnaweza kupingana mkipigania ukweli, kama vile tumekuja hapa kusimamisha ukweli na wengine uongo. Wanaweza kumaanisha ya kwamba ni kazi ya shetani tunafanya hapa hivi. Mshindani yoyote ambaye anapiga maneno ya Mungu anakuwa nani? Ndio nakuuliza ya kwamba ikiwa tuko hapa hivi, mimi nikuja nakuambia kwamba wewe umefundisha uongo na wewe uniambia kwamba umefundisha ukweli, hiyo ni mabishano. Inamaanisha ya kwamba ni kwa hasara tuko hapa sisi sote pamoja na Waislamu. No, hiyo ndio inamaanisha hiyo. Ndio. Hiyo ndio. Subiri. Amekubali tayari. Haleluya nini sasa? Si umekubali? Umesema ndio. Mimi nasema hivi. Nasema kwa huu mkutano hakuna hasara, kwa sababu huu mkutano ni mkutano wa kuelekezana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja. Basi kanisani hakuna faida, kuna nini? Unasema kuna hasara. Mimi ama Biblia? Kuna kile anamaanisha. Biblia imesema kwani hasara ina maana gani? Kuna baadhi ya watu ambao wako wanangojea hasara, si wote. Hao ambao wanangojea hasara ina maana wanafanya kazi ya nani? Wala wanangojea hasara wanafanya kazi ya shetani. Wapi? Hata watu wa kanisani ama watu wa kanisani. Swali lingine? Hakuna, siyamaliza. Hajakubalika mahali hapo hivyo. Hebu nisomee katika kanisa, ndani ya kanisa. Katika kanisa nisomee kitabu cha Ayubu 1:6. Ayubu 1:6. Ayubu 1:6. Hapo nitakupa raha duniani. Yaani wewe. Teremka chini. Ayubu 1:6. Shetani akahudhuria karibu huko mbinguni. Ilikuwa siku moja ambayo wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Ndio. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe?
Kwa shetani akamjibu, Bwana, nimetoka na kusema natoka katika kuzunguka duniani. ndio Na katika kutembea huko na huko humo. Kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? mpe maiki. Sasa hapa tunaona ya kwamba mahali ambapo hata shetani hajaalikwa anajidhihirisha yeye mwenyewe. Si ajabu hawezi hata kujidhihirisha ndani ya kanisa. Shetani Akiingia mahali huko akubariki. hebu sikiliza Qur'ani inasema nini. Soma katika Yakobo. Wewe Soma katika kitabu cha Yakobo. Yakobo ngapi? Nisome Yakobo 4:7. Alafu tuangalie kama anawezana na Waislamu. Talemba chini. Yakobo. Iblisi hana lolote. Inna kaida shaitanu kana dhaifa. Vitibi za shetani ni dhaifu, ni kidogo. Kwetu hafurukuti, hatoshi. 1:7. 4:7. Na kama uamini, ukijua mtu wako na shetani, niletee hapa nikuoneshe vile ninadili na shetani. Talemba chini. Aya 4:7. Yakobo. Inasema hivi, basi mtiini Mungu, ndio mpigeni shetani, naye atawakimbia. mpe maiki. Ambao wanaambiwa wampige shetani hapa ni akina nani? Mpe huyo maiki. Qur'ani 16:99. 16:99 Qur'ani. Aya 16:96. Wewe umesahau Waislamu kila mwaka wanaenda Maka. Waislamu kila mwaka wanaenda hija Maka. Kwa mfano saa hii baada ya miezi 2.5 ama miezi 3 Waislamu watakuwa katika mwezi wa hija. Wataenda Maka kufanya nini? Kumpiga shetani na mawe. Unasikia hiyo sasa kijana? Naona Daniel alishaelewa. Waislamu kila mwaka, kwa sababu sio marafiki wa mashetani, wanaenda Maka, mahujaji wanachukua mawe wanatupia shetani, kama alivyofanya Nabii Ibrahimu alayhi salatu wassalam, kwa sababu sisi sio rafiki wa mashetani. Dereva chini. 16:98. Na ukitaka kusoma Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema, na ukitaka kusoma Qur'ani, piga audhu billahi, audhu kwanza kujikinga kwa Mwenyezi Mungu akulinde na shetani. Piga audhu kwanza kujikinga, yani kumuomba Mwenyezi Mungu akulinde na shetani. Shetani asiweze kukukaribia, aliyefukuzwa katika rehema ya Mwenyezi Mungu, ambaye shetani amefukuzwa katika rehema za Mungu. Mpe maiki. So sisi Waislamu hatuna ushirikiano wowote na shetani. Umesema mzuri ya kwamba alifukuzwa. Ufunuo 12:7 kwanza. Alafu tukuje kwanza hapo ni kuonyesha ya kwamba anakubalika kwa Waislamu. Shetani mpaka ndani ya Qur'ani. Shetani mwenyewe. Yaani wewe uko hapo ulete shetani msikitini. Ndio Qur'ani itakujibu yenyewe. Haya twende. Ufunuo 12:7. Umeanza kurusha mawe polisi. Tena au kurusha kwa polisi wa kawaida, unarusha kwa GSU. Hali baya. Uniambie utafanywa nini? Dereva chini. Kulikuwa na vita mbinguni. Ndio. Kulikuwa na vita mbinguni. Ndio. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Ndio. Yule joka na yeye akapigana nao pamoja na malaika zake. Ndio. Nao hawakushinda. Wala mahala pao hapa kuonekana tena mbinguni. Sasa hiyo yule joka akatupwa. Yule mkubwa nyoka wa zamani, yani Ibilisi, aitwa Ibilisi na Shetani. Mpe maiki. Haya, katika haya uliotoa katika Qur'ani unasema ya kwamba alifukuzwa huko, na Biblia inatuambia kwamba alifukuzwa huko. Akaja hapa duniani. Alipokuja hapa duniani anaenda kuwakilisha na kubariki kama ni kwa Waislamu 72 kuanzia moja Qur'ani. Unaona sasa kachanganyikiwa. Mimi ustadhi ndio nasema hivi, unaona inafaa nikuletee wafundishe duksi, kwa sababu sasa mimi nashangaa, mimi nitafundisha, hii sio kazi yangu kufundisha,
hiyo mafundisho hii unayonirushia sio kazi yangu. Maana sasa mtoto ametoka Nazareth ameenda kusoma university direct. Haukusoma primary, haukusoma secondary, unataka usome university. Ndivyo hivyo ameruka. Usomee alafu nielewe ninasema nini. Au unapiga kelele nini wewe? Mwalimu, unajua kama mwanaume kaa pale, Wasabato wakija juu ya meza lazima waje na washabiki. Wana joto tu sana. Huyu hakuna bahala alimeenda toka shindano hapa anaenda ni kinyume ya maneno tuliyokuwa tunazungumzia pale na yale yameingia hapa saa hii ni maneno mawili tofauti. Teremka chini. Sema imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini. Wewe mashetani. Hamna mashetani. Ni kina nani hao? Asema imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini. Wewe unasoma vibaya. Nasoma vizuri kabisa. Mashetani, majini. Kumbe ni majini. Teremka chini. Nilisikia Qur'ani nikasema, ndio. Hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Hakika hapa mtume yuko katika anatoka Twaif. Ameketi chini ya mti anasoma Qur'ani. Majini wakasikiliza Qur'ani, wanasema hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu inayoongoza katika uongofu. Teremka chini. Kwa hivyo tumeiamini. Wala hatutamshirikisha yote tena na Mola wetu. Hatutagawanya Mungu sehemu tatu kama sambusa kwa jina la Baba. Ila maana hao walikuwa Wakristo kwanza hapo mwanzo. Wao walikuwa na shiriki. Teremka chini. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu unatukuka kabisa. Hakujifanyia mke wala mwana. Ina maana hao kabla wasikie Qur'ani walijua Mungu ako na mtoto. Walikuwa Wakristo typical. Teremka chini. Na kwa hakika ndio wapumbavu miongoni mwetu. Wamegawanyika, wako makundi tofauti kama wanadamu. Kuna wanadamu wako sawa, kuna wanadamu wana upumbavu kama anavyosema Yesu. Ndivyo nao majini wanasema. Kwa hakika wapumbavu miongoni mwetu sisi majini walikuwa wakisema maneno yaliyopindukia mipaka juu ya Mwenyezi Mungu. Kama nasi tulikuwa tukidhania kuwa watu na majini watasema uongo, hawatasema uongo juu ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Na hakika kulikuwa na kwa hakika kulikuwa na wanaume miongoni mwa wanadamu wakijikinga kwa wanaume miongoni mwa majini. Kama kufanya nini? Kwa hivyo zenyu za kanisani tusikiliza. Hivi walikuwa wakifanywa nini? Teremka chini. Kwa hivyo wakawazidishia taklifu kama hivi wenye mapepo wakataka hao mapepo kuchezewa nini? Kuchezewa ngoma. Kule kanisani ndiko mnazicheza. Msikitini ulishawahi sikia gitaa? Ulishawahi sikia darama? Nyuma atawale, ukando atawale. Mwache Yesu atawale. Wapi? Kanisani. Msikitini hatuchezi ngoma. Majini wale ambao hawajakubali haki wanapenda ngoma. Muziki. Muziki. Dombolo ya Yesu. Tutulia. Akisema atakubariki. Kama mikidi de. Bila Yesu ni ndogo de. Yote huko. Teremka chini. Amesema tosha. Anasema niteremke. Anataka apande shindano zaidi. Na kwa hakika ndio wao walidhani kama mlivyodhani nyinyi ya kuwa Mwenyezi Mungu ataleta mtume yoyote. Wao majini wale walikuwa na imani kama wanavyodhani hawa, kama dhana za hawa kwamba Muhammad si mtume na hakutakuja mtume mwingine. Wao majini walikuwa na dhana kama hiyo. Mwenyezi Mungu hataleta mtume yoyote, lakini bahati yao baya alikuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wallahi Mwenyezi Mungu anasema alipokuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akateremshiwa kitabu kitukufu cha Qur'ani, majini walikuwa na desturi ya kwenda katika mbingu ya kwanza kwenda kusikiliza maneno ya malaika kule yanayozungumzwa kule. Muhammad alipokuja security ilifanywa tight security. Sasa hii hakuna jini anapita katika ile mbingu. Kuna malaika walinzi wa Mwenyezi Mungu wanalinda ile mbingu. Akijaribu kwenda jini kupanda pale anasikia amegongwa. Apigwa vidungu anarudishwa huko chini. Teremka chini.
Nasi na kundi hiyo ya majini ambayo ilikuwa ikienda kusikiliza kule, tuligusa bingu majini maasi. Maana kama ulivyosema, palipo na ngano hapakosi nini? Magugu. Msemo wake, unajua samaki anakaangwa na mafuta yake. Yeye amesema sahihi, maana pale kuna ngano hakukosi magugu. So kama kuna majini, kuna mazuri na kuna yale magugu ambayo alikuwa akienda kusikiliza maneno huko. Teremka chini. Nasi ndio tuligusa bingu. Tulikwenda mbinguni. Unasikia? Wanasema nasi tuligusa bingu. Tulienda mbinguni, tukaziona zimejaa walinzi wenye nguvu. Security ilifanywa tight security. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozaliwa, Ibilisi mwenyewe alipobaika namna hii, alijua sasa mambo yangu kwisha. Kiboko yake ameingia. Muhammad angetaka hata kumwangamiza Ibilisi angemwangamiza. But Mwenyezi Mungu alimwahidi Ibilisi kwamba wewe utaishi hapa duniani mpaka huo muda maalum, maana Ibilisi aliomba Mungu ampe muda. But Muhammad aliwahi kukamata Ibilisi namna hii, kaona imalize huu ama nini, but akakumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu akamwachilia. Wewe unacheza wewe, mpe maiki. Anasema niteremke tu. Anasema uteremke. Anakuja kuleta ile itikadi yao dogo ya bida ya kule kanisani. Waislamu wametulia kielimu. Njoo ukae chini nikuelekeze kijana, nikuoneshe Uislamu pole pole, dini nzuri. Teremka chini. Huyu mwalimu natakana tumpeleke semina. Semina akule bure na alale bure. Na hakika ndio, na hakika tulikuwa tukikaa humo katika baadhi tukikaa humo katika baadhi ya makao ili kusikiliza. Lakini anayetaka kusikiliza sasa haiwezekani, atakuta kimondo kijinga cha moto kinamvivia. Ndio mvizia. Haya mwalimu, umeingia box tayari. Kwanza umekubali ya kwamba kuna ngano na magugu. Sio wote ambao wanangojea sara katika kanisa. Na mimi kitu ya pili tunaona ya kwamba kuna viumbe ambao walikuwa wanakaa mbinguni, ambao wamefukuzwa, ambao ni majini, walikuwa wanakaa huko. Huyu anaelewa Kiswahili tena. Chukua maiki msomaji. Tena. Wewe, walikuwa wakienda, sio wanakaa. Wakienda wanaguza bingu, walikuwa wakienda wanaguza bingu, wanakwenda huko kusikiliza maneno ya malaika kule, alafu wanakuja kutoa baadhi ya siri kwa wanadamu. Majini ni viumbe walioishi duniani, tena waliumbwa kabla ya wewe. Jini alikuwa mbele yako. Msomaji 15:26 Qur'ani 15 na 26. Na brother, mimi najua matatizo yako na shida yako. Wewe unataka kufanya majini kuwa ni mashetani, na sio kweli. Sio kila jini shetani, sio kila jini shetani. Kama vile hata wanadamu kuna mashetani. Allah anasema wakadhalika ja'alna likuli nabiyyin aduwan shayatina liins wal jin. Mwenyezi Mungu amejalia katika kila nabii adui, nao ni katika mashetani katika watu na mashetani katika jini. So shetani anaweza toka pande yoyote, anaweza kuwa mwanadamu na anaweza kuwa jini. So sio kila jini shetani, kama vile sio kila mwanadamu shetani. Hii elimu kubwa hujazoea. Msomea alisema uendelee. Umetoa haya mwalimu. Na tulimuumba mwanadamu. Soma hiyo. Na tulimuumba mwanadamu kwa udongo mkavu unaotoa sauti unapogongwa. Kwa udongo mkavu unaotoa sauti unapogongwa. Unaotokana na matope meusi yaliyovunda. Ambao huo udongo umetokana na matope meusi yaliyovunda. Na majini tuliwaumba kabla kwa moto wa upepo wenye joto kubwa kabisa. Mpe maiki. So majini hata walikuwa wametutangulia brother, na walikuwa wameumbwa, walikuwa wanaishi hii dunia, ila walikuwa wakienda kusikiliza maneno ya malaika huko. Tunajua ya kwamba hakuna viumbe wengine wamewekwa ulinzi wasiende huko, maana mwanadamu hawezi kutoka hapa hivi afika huko njoo. Wanaendanga wewe, wanadamu wanaendanga huko sasa hivi. Wanadamu wanatoka
wanapita mbingu, wanakwenda mpaka kwa mwezi. Hakuna mwanadamu anaenda mpaka kwa Mungu saa hii. Si kwa Mungu. Na wao walikuwa wanaenda kusikiliza nani? Wewe. Walikuwa wanaenda kusikiliza nani? Kama sio kwenda kusikiliza kwa kawaida za Mwenyezi Mungu. Hebu nisikilize, usijifanye mtuaji. Sikiliza nikueleze. Ndio. Majini imesemekana walikuwa wakienda katika mbingu, na walikuwa wakienda mbingu ya kwanza, walikuwa hawafiki kwa Mungu. Kwa Mungu mwenyewe ndani katika arshi ya Mwenyezi Mungu, malaika wenyewe hawafiki, itakuwa jini. Wewe ni wapi? Ndio nakwambia elimu ya Kiislamu ni bahari. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika safari ya Isra wal Mi'raj, ukisoma 17 msomaji 17:1, alisafiri kuelekea mbinguni. Ameenda na malaika Jibril alayhi salatu wasalam, malaika Gabrieli. Tena mtume yuko juu ya farasi kwa jina la Burak, wanatembea kuelekea mbinguni. Walipita mbingu ya kwanza, wakapita ya pili, ya tatu. Walipofika katika mbingu ya saba, ikawa sasa safari ya Jibril imefika mwisho. Jibril anamwambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi hapa siwezi pita, nikipita hapa nitayeyuka. Kutoka katika mbingu ya saba kwenda katika arshi ya Mwenyezi Mungu, alienda mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa peke yake. Sasa ikiwa malaika mwenyewe haendi kule, itakuwa majini waende huko? Ilikuwa tu wao majini walikuwa wakisikiza maneno ya malaika katika mbingu ya kwanza. Teremka chini. Utukufu ni wake yeye ambaye. Alafu sasa kuna swali mimi nauliza. Sasa hii maswali yake kuhusiana na majini ina faida gani hapa? Kwanza mpe. Unajua kuna vitu unaweza kuwa unajadili, ukajaribu kuangalia faida yake ukakosa. Unatuliza hii mambo ya majini ambayo unaigilia, unalazimisha yawe mabaya. Yakiwa mabaya utafaidika na nini? Unajua kuna kitu wewe unalazimisha tu yawe majini yawe mabaya. Sasa yakishakuwa mabaya, faida yako itakuwa gani? Haya, ikiwa ni mabaya, si marafiki zetu, bali ni maadui zetu. Na ikiwa ni maadui zetu, wao kazi yao ni ya shetani na ni mashetani. Hebu soma katika Qur'an. Subiri, sikiliza. Hebu nisikilize. Nasema hivi, hebu nipe andiko moja, majini wote ni mashetani, unibatize. Nitoke enda kwa gazeti. Haya, ngoja nikupatie. Hata kama ni kwa gazeti, ije moja, majini wote ni mashetani. Haya, nisomee katika Qur'an. Nisomee katika Qur'ani. Ubaya umekuja na kadi ya kliniki mwenyewe 46.9. Amekuja na kadi ya kliniki yenyewe, hata hakusoma vizuri na mtatiza. 46:29. Majini wa Kisilimu. Wale walikupiga ngeta. Wao anacheza na kina nani hao? Wao unajua ukimshika hasira wanaweza kupiga kofi hapo ukaanguka. Ningeteka Na wapo sana hapa. Alafu sikusaidii. Na wakumbushe, Kaita mchungaji na mwambia mtoe huyu. na wakumbushe tulipokuletea kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'ani. Ndio. Basi walihudhuria, walisema kuambiana. Walipohudhuria walisema kuambiana. Kwanza ni kundi moja, sio makundi yote. Teremka chini. Nyamazeni, msikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Unasikia, hao ni viumbe za Allah. Nyamazeni, msikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ilipokwisha kusomwa, walirudi kwa jamaa zao, wakaenda kufanya dawa wakiwaonya. Mpe maiki. Sasa shida iko wapi? Kwani kuna kiumbe cha Mungu ambacho Mungu hataki kiogoke? Unaposoma katika Qur'an, unasikia kwamba Ibilisi alikuwa miongoni mwa majini. Na yeye na kizazi chake walilaaniwa. Na kama walilaaniwa, hawawezi kuwa tena watu wazuri kama viumbe wazuri. 72:14 72. Wewe ndio sasa unawaita hivyo. 72:14. Qur'ani, peana maiki. Na kama watakuwa mashetani, na wewe pia unakuwa shetani.
kwa sababu shetani anatokana na jini na anatokana na binadamu. Teremka chini. Nasi wana miongoni mwetu waliosilimu. Unasikia majini wanasema nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu, na wamo miongoni mwetu wanaokengeuka, na wamo miongoni mwetu wanaokengeuka. Waliosilimu hao ndio waliotafuta uongofu. Kumbe majini yako makudi. Kuna kundi limekuwa Waislamu wamesilimu, na kuna wale wengine wamekatalia kanisani. Hawa kanisani imani yao ni gani? 3:11 Marko 3:11. So majini wako tofauti. Kuna waliosilimu Waislamu. Wewe ushawaisikia msikitini tukisema pepo toka, come on. Unatoa nini huko? Na msikitini ni nyumba ya salama. Hakuna mahala kuna amani kama ndani ya msikiti. Shekhe, pale kuna utulivu shekhe. Basi angalia leo, angalia TV. Come on! Alafu hizi sarakasi tuache. Wewe kama una jini kuja nitakutoa hapa na mafuta. Niko na mafuta ya upako. Nakufanyia hivi utaanguka, nitaongea nalo. Nitaliambia wewe safiri, nenda salama. Hakuna jina la Yesu linatoa. Ni mafuta, kuna mafuta yanatoa. Niko nayo hata hapa maua mimi mwenyewe. Kuna jina la Yesu. Jini aidha itolewe na Qur'ani, na hata ukitumia mafuta lazima kuwe na rukia ndani yake. Ndio itasafiri kabisa, itaonekana. Kwa sababu hakuna kiumbe kinaogopa Mungu kama jini. Jini anaogopa Mungu kuliko wewe mwanadamu. Jini leo ukizungumza na yeye, ukimweleza maneno ya Mwenyezi Mungu, anatakabali haraka sana, analetea haraka sana, na jini anakubali maneno ya Mwenyezi Mungu haraka sana. Mwanadamu ndiye huwa mzito katika viumbe wazito sasa hivi ni wanadamu. Jini ukimpiga dawa unamsilimisha haraka. Wakati wamesilimu unamsilimisha hapo hapo, na anaenda kusoma dini ya Mungu. Sio wagumu kama wewe brother. Sikiliza maandiko, na ndio Yesu hata alikuambia hata wewe ukawahubirie. Sijui unafanya nini hujahubiria majini wewe. Teremka chini. Na pepo wachafu, na pepo wachafu kila walipomwona walianguka mbele yake wakalia wakisema. Yesu, maandiko yanasema pepo nini? Wachafu. Ina maana kuna nini? Kuna wengine wazuri, kuna wengine wasafi. Ukisikia wachafu, hiyo ni kutenganisha kwamba kuna kuanga na wengine wasafi. Pepo wachafu wale wabaya. Sasa wale wa kule kweli walianguka mbele yake wakalia wakisema, wewe ndiye mwana wa Mungu. Kumbe wale wabaya wanamuita Yesu mwana wa nani? Wa Mungu. Hiyo itikadi ya wapi? Hawa. Kwanza ya huyo David. Asa msomaji, nataka nimfundishe, ndio nichukue swali lingine, sitaki kupoteza wakati. Nataka nimuoneshe shetani ni nani na kazi yake ni ipi. Ayubu 1:6 African Bible. Tulia wewe. Ayubu 1:6. Hatutashinda tukizungumzia majini hapa ushindwe. Ukiona yana shida itabidi uyafuate ukayaambie wenyewe nayo. Omba chini. Ayubu tutashinda tukizungumzia majini hapa mpaka jioni. Maswali ni mingi. Nadhani alimpiga ngeta ndio na macho. Wewe ulitandikwa na jini. Teremka chini. Pole, lakini ilikuwa mchana nikachukue mafuta nini? Inabidi tumwangushe kidogo. Teremka chini. Shetani neno la asili. Unasikiliza brother? Shetani ni neno la asili la Kiebrania, lamaanisha kazi, si jina binafsi, wala sio jina binafsi. Kwa hiyo neno hilo linatafsiriwa vizuri zaidi kama mpinzani. Unasikia? Mpinzani yoyote anaitwa shetani. Shetani sio jina la kiumbe, ni sifa kama president, minister, baba.
hizi ni sifa. So shetani sio jina binafsi la kiumbe, linatafsiriwa kama mshindani, na ndio unakuta Yesu alimwambia Petro, Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu, kwa maana uwazi yaliyo ya Mungu bali ya mwanadamu. Yesu akamwita Petro shetani kwa sababu alikuwa akishindana. So unaposhindana unapata sifa ya neno shetani. So shetani unaweza kuwa mwanadamu ama jini, sio lazima iwe jini. Mpatie swali lingine ama kama hujajibu swali Danieli. Hujajibu, chukua maiki. Ngoja kidogo nimalize. Peana maiki. Nisomee Qur'an. Patia Daniel. Nisomee Qur'an. Patia Daniel 18. Patia Daniel. Sijamaliza. Wewe patia Daniel. Patia na Daniel huko. Unafikiria tutashinda na mashetani mpaka jioni? Daniel ujambo. Jambo. Unajua mimi nataka twende, kama ni swali linaisha tunaingia lingine, sio kushinda na swali moja mpaka jioni. Hilo ni zuri. Hoja zangu nilizokuwa nazo, hoja ya kwanza ni mbili, lakini kabla hatujaingia hapa, kuna mambo nataka tuweke laini kwanza, kwa sababu si vizuri umma tuweze kupotosha. Wewe, hiyo meza ya maswali, kama una swali uinuke uende, kama una swali uwekelee swali. Haya, kitabu cha Ufunuo 2:12 na 13. Sawa. Leo kwanza hapa hakuna mchezo hapa. Kama umekuja kuuliza swali ni swali, maoni unapeleka kwa watu wa habari, statement police station, kujitetea kotini. Leo ni kiatu. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Ndio. Haya ndio ninayoyaona na huo upanga mkali. Ndio. Kwenye makali kuwili na pajua ukaapo. Ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Sasa hilo ni swali ambalo limeibuka sasa. Wakati mlipokuwa mnasoma na ndugu yangu hapa, ukasema ya kwamba shetani yuko kanisani. Ukasema kiti cha enzi ya shetani kiko kanisani, lakini Biblia inaposema hapa inasema kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Hayo ndiyo anenaye aliye na upanga mkali. Napajua mahali ukaapo, yani kanisa. Napajua mahali ukaapo, yani wewe kanisa, ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Kwa hivyo kiti cha enzi akiko kanisani, ni kanisa liko mahali kiti cha enzi cha shetani kiko. Chukua maiki msamaji. Ndio maana unaposoma Ufunuo 12:9, Ufunuo 12:9 inasemaje? Inasema shetani yuko wapi? Patia la maiki. Saidi, umeelewa nini? Amekubali nini? Amekataa nini? Hata ndio namshangaa. Unajua kuna vitu zingine, kuna mtu anaweza zungumza ukamshangaa. Kwa mfano anasema, tunaweza sema huu mlima uko Maua, but kulingana na Kiswahili cha kueleweka ambacho yeye ametumia, anasema hapana, Maua iko kwa huu mlima. Tumekubali nini ama tumekataa nini? Bado huu mlima unakuwa uko Maua na Maua iko na huu mlima. Tuko pamoja. Kiti cha enzi cha shetani kiko kanisani ama kanisa iko katika kiti cha enzi cha Shetani. Amekubali nini? Amekataa nini? Ndio ameharibu kabisa. Afanye Kiswahili beta. Imbe. Msomee hiyo amesema umsomee 2:9. 2:9 Ufunuo. Nakupa walio wa sinagogi la shetani. 12:9. Inasema Kiswahili ni matatizo. Unajua mimi nimetoka Nyeri. Kiswahili yangu ni ya pale hapa. Lakini bado sitatizwi hivyo. Yule nyoka akatupwa. Yule mkubwa nyoka wa zamani. Ndio. Aitwa Ibilisi na Shetani. Ndio. Audanganya ulimwengu. Akatupwa hata nchi. Ndio. Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Asante. Kwa hivyo nataka tunaosikizana nao tusikie vizuri. Hapa hakuna mtu ambaye ni mwenda wazimu, hakuna mtu ambaye haelewi vizuri, ambaye si timamu. Kuna tofauti. Imesema kwamba najua mahali kanisa liliko, ndipo ni mahali penye kiti cha enzi cha shetani. Shetani, Biblia imetuambia shetani yuko wapi? Duniani. Shetani aliangushwa mpaka nchi huku duniani.
na kanisa liko wapi? Liko duniani. Kwa hivyo mahali kanisa liko ni duniani, ambapo kuna kiti cha enzi cha shetani, wala si kiti cha enzi cha shetani kiko kanisani. Imeeleweka hiyo? Nakuuliza swali. Imeeleweka? Nakuuliza aje? Hii Society Store iko wapi? Iko Maua. Wapi? Iko Maua. Maua ni wapi? Ni duniani. Bwana Mungu akusema kiti cha enzi, yaani hapo Society Store iko ndipo penye kiti cha enzi cha shetani, kwa sababu Mungu hakuwa anazungumzia Society Stores. Na kwa Society Store iko duniani. Na kiti cha enzi cha shetani unasema kiko wapi? Atulinganishe. Wewe chukua maiki msomaji. Hautachukua. Tunalinganisha kabisa. Kiti cha enzi. Kiti cha enzi hakiko kanisani. Ni kanisa iliyoko duniani, ambapo ndio penye kiti cha enzi cha shetani. Tunaelewa ni wewe. Peana maiki. Mjinga hapa. Peana maiki. Msomaji? Umemsikia? Namsikia kabisa, Kwa sababu amejua kwamba hapa tumemaliza. Ingekuwa ni duniani, Mungu angesema kiti cha enzi kiko katika kanisa. Sikiliza Kiswahili, rudia andiko vizuri. na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Kwanza tulia. Malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. So huyu malaika, mpe maiki. Huyu malaika yuko wapi? Kwa malaika wa kanisa lililoko, Huyu malaika ako wapi? ni wa kanisa, hatujui yako wapi, haisemi. Rudia tena wewe. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Mpe. Huyu malaika yuko wapi? Ni wa kanisa la Pergamo, hatujui yuko wapi, haijasema. Kwa malaika wa kanisa liko wapi? Liko Pergamo. Kwa hivyo malaika yuko wapi? Haijasema. Mpe huyo maiki msomaji. Sema ni wa Pergamo, lakini Tito 3:9. Nimekuambia leo sijakuja hapa sarakasi. Tito 3:9. Ushindwe, hauwezi kunipotezea wakati hapa. Kitu inaeleweka. Haya, Tito 3:9. Sasa andiko liko wazi kwa malaika wa kanisa liko Pergamo. Ina maana huyu malaika yuko katika kanisa Pergamo, lakini anakataa. Tunabishana nini? Mimi sina time ya mabishano. Lakini maswali ya upuzi ujiepushe nayo. Unasikiliza? Teremka sura Na 7 na magomvi na magomvi na mashindano ya sheria, kwa kuwa hayana faida. hayo mashindano unakuja kushindana nayo hapa Danieli, hayana faida Tena hayana maana. tena. Mimi sioni maana yoyote, hakuna maana tunaona tunapata hapa. Mtu aliyemzushi Mtu apita kama huyu, baada ya kumwonya mara ya kwanza, nimeanza ya kwanza, nimerudi na ya pili, na mara ya pili, na nimerudi mara ya pili, amegeuza tena. mkataa. Toka uende bana, toka hapo, toka hapo wewe, hapa nina kibali, toka hapo uende. Na mzigo wangu ni mwepesi. Mpatie mama. Yesu anasema tujitie nia ya nani? Yake. Tujifundishe kwa nani? Kwa Yesu, si ndio? Yesu akienda kanisani twende wapi? Kanisani. Yesu akienda msikitini twende wapi? Msikitini. Tuone Yesu alienda wapi. 4:16 Luka. 4:16 Luka inasema. Inasema nini? 4:16. 4:16 Luka. Akaenda Nazareti. Yesu akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na ni hapo Nazareti Bwana Yesu kalelewa. Na siku ya Sabato. Na siku ya Sabato Bwana Yesu Akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Patie dada. Yesu anayo desturi ama tabia. Tabia ya Yesu alikuwa anaingia katika nini? Sinagogi. Unaijua sinagogi? Ina maana hata wewe ukimfuata Yesu utaingia wapi? Kwa Yesu. Ambao ni wapi hapo? Kwa Biblia. Imesema aliingia wapi? Sinagogi. Sinagogi, sawa. Hebu wewe umesema hujui sinagogi ni nini? Hebu muoneshe nyuma ya Biblia maana ya neno sinagogi. Sinagogi maana yake Ndio msikiti wa Wayahudi. mpe maiki. Sinagogi ni nini? Msikiti. Ina maana Yesu alikuwa anaingia wapi? Msikiti. Na anayeingia kwa msikiti anakuwa dini gani? Islam. Ina maana Yesu alikuwa nani?
Adam aliabudu vipi? Mathayo 26:36. 26:36. Je, swali Muislamu. Unajua wengi tumependa kuiba tu. Tunasema chakira nyumba mwathani chakageka momoka. Oleria ndageria gwaka tumia makamomora. Chakira, lakini hatujiulizi huyu Yesu alikuwa dini gani? Sikiliza maandiko. Tazama chini. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Getsemane. Na Yesu aliingia hapo na Lutu akaingia bustani ile inaitwa Getsemane. Akawaambia wanafunzi wake, Yesu akira Lutu wake, "Chini hapa tende kule nikaombe." Ikalaya haongijalia bia hali ya gahoe. Akamchukua Petro, Akiwa Petro, wale wawili wa Zebedayo. na shida ile ya Zebedayo. Akaanza kuhuzunika na kusononeka. Akirikale kuingia ndio aruna kutupunye kangoro. Akawaambia, Leo Yesu ile Lutu wake, "Roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Olo yako kuigwa na hiyo Lutu ingia ogijagia otaige kuwa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami." Ikalaya moyo hamwe nani. Akaendelea mbele kidogo, Yesu aliambia hanini? akaanguka kifulifuli, Angefurumizia udhio wake. akaomba akisema, He fell on his face down and prayed. Yesu anaomba Mungu, uso wake ukiwa wapi? Chini. Kina nani wanaomba hivyo? Hata hapa na si watu wa maibara wanaombanga hivyo. Wewe unaombaga hivyo? Kanisani? Unaombea wapi na kuna benchi, kuna viti zimepangwa? Si ni lazima uombe Mungu asikie maombi yako. Nauliza, mnaguzishaga uso chini hivyo? Utufu dhambi zako. Wewe unafanyaga hivyo? Unajua hapo kuna msema kweli atakushtaki. Hebu tumuulize. Je, ni kweli ulisema unaitwa dada nani? Agnes. Ni kweli Agnes anaombaga hivyo? Tusikie sasa msema kweli huyo hapo juu ya meza. Kitabu cha Qur'ani 48:29. 48:29. Ndio. Inasema hivi, 48:29. Msema kweli huyo. Bismillahirrahmanirrahim. Agnes anaombaga hivyo. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwanza Muhammad ukubali ukatae, ufurahie ukasirike, atabaki kuwa ni mtume wa Mungu. Teremka shiri. Na walio pamoja naye ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri. Na walio pamoja na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wenye nyoyo thabiti mbele ya hao. Teremka shiri. Na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Na Waislamu wanapendana, wanahurumiana wao kwa wao. Angalia dada, mimi ni Mkikuyu, niko Meru County. Hapa Waislamu wengi ni Wasomali, lakini ukinikuta na hawa hauwezi sema kwamba tuna utofauti wa kabila, kwa sababu tunapendana, tunahurumiana sisi kwa sisi. Kuna mahaba yamewekwa baina yetu na Mwenyezi Mungu. Teremka shiri. Utawaona wakiinama, Utawaona Waislamu wote msikitini wanainama kwa kurukuu na kurukuu. Angalia dada, na kusujudu pamoja, na Waislamu wanasujudu pamoja. wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Sikiliza dada, Waislamu kusujudu kwao wanatafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Alama zao Waislamu Si katika nyuso zao, si katika nyuso zao, kwa taathira athari ya kusujudu. patie maiki. Kumbe wanaosujudu wako na nini? Hebu mwangalie huyu ambaye anasoma. Unaiona? Hebu msomaji na wewe, hebu angalia dada, ako nayo. Hamna kitu. Hakuna kipele tu nadhani. Ama ile alipigwa ngumi na mtu. Na hiyo ndio hiyo tu. Pe maiki. Kumbe anayesujudu anapata nini? Anayesujudu anapata nini? Alama. Na huyu msomaji kwa sababu anasujudu ako na nini? Ako na alama hiyo, mawe hiyo. Ako na nini? Ako na alama. Na asiye sujudu hana nini? Asiye sujudu hana nini? Alama. Na wewe hauna alama, maana ufanye nini? Iko na alama ya Mungu. Iko wapi? Si iko na? Hebu patia. Ukiniangalia. Kitambaa. Hebu peana maiki kwanza kidogo, tubadilishe hiyo maiki mawe. Alafu sijui tutatoa mawe wengine wapi. Hiyo duka sijui kama wamefunga.
Haya, sawa. Sawa sawa. Huko. Ni kama ile ona tu. Kama ile. Kama hiyo. Hao ndio wale unasikia Allah anasema waswabikuna swabikun ulaika mukalabun fi jannatin naim. Mimi hata nimeuliza tu jiwe kama pamefukuliwa ameinuka na ataenda kutafuta. Wallahi hao ndio wenye kukaribishwa katika bustani zenye neema. Fi jannatin naim. Wewe unafanya heri kabla hata ya kuambia ufanye. Sio lazima unasubiri unaambia fanye hivi, wewe mwenyewe unajiambia mwenyewe. Haya. Dada umesikia? Kwa hivyo tumeona Yesu kwanza anaingia wapi? Na ikiwa unampenda Yesu na wewe utaingia wapi? Wasemaje dada leo uwe Muislamu? Uzuri umefanya kitu moja, umefunika kichwa. Wakorintho wa kwanza 11:5. Hiyo ni nzuri kabisa. Hiyo kwanza, hiyo ya kwanza mzuri. But sasa kuna mahala umebakisha. Miguu inaonekana. Wakorintho wa kwanza, nguo mrefu kiasi wewe nawe. Dada. Tarehe sindi, bali kila mwanamke asalipo. Bali kila mwanamke asalipo. Au anapohutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake. Ina maana mwanamke anatakana afunike nini? Kichwa. Hebu patie dada huyu mgeni. Dada. Wewe unaitwa nani? Kama jina naitwa Winifred Makena. Makena. Hata unaonekana kabisa. Lakini mimi sijui Yesu. Wewe hujui Yesu? Ninajua Mungu. Unajua Mungu? Na unajua sasa hata na wewe unafaliwa uvae kitambaa. Chukua maiki msomaji. Wacha kwanza tumsaidie huyu. Makena ni Makena kweli, unaona vile amefurahi. Makena anafurahi kweli, Makena kweli. Msomaji, Timotheo wa kwanza 2:8. Timotheo wa kwanza. Anaitwa Makena. Usishangae ndio anafurahi hivyo. Makena kawaida ni watu wa kufurahi. Tayo wazuri? Timotheo wa kwanza 2:8. Nasema hivi. Nauliza kuna mtu mwenye swali nje? Hebu ndio karibu kama una swali. Karibia tu. Ni yule brother wa juzi. Karibu sana. Swali lako sitaki leo. Lako kuja ulize kesho. Maana saa hii swali lako ni lizito mpaka mama Pima ndiye anaweza jibu. Yule anapimaga ile pombe ya kirosho. Huyo ndiye anaweza jibu lako. Mimi sina jibu. Soma. Timotheo wa kwanza 2:8. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Nataka wanaume. Unasikia dada? Dada, Biblia inasema wanaume waongoze maombi kila mahala. Nataka wanaume wasalishe kila mahala. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Wewe hatari. Wengine badala sasa wasikilize yale maombi watasikiliza ile sauti. Imagine msikitini ustadhi awe ni Maria. Allahu Akbar. Shekhe mtajaa msikitini. Nayo wewe unataka kuniambia nayo itakuwa kiasi gani? Haya, inazidi kusema. Ndio. Allah. Inasema hivi. Ndio. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahala. Huku wakiinua mikono iliyotakata. Huku wanaume wakiinua mikono yao mitakatifu. Pasipo hasira wala majadiliano. Bila kuwa na hasira wala majadiliano. Vivyo hivyo. Wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Dada, mwanamke anatakana avae mavazi ya kujistiri yanayofisha mwili wake. Pamoja na adabu nzuri. Na akuwe na adabu nzuri. Sio ukitembea kwa town unatembea ukijirusha namna hii. Ukuwe na adabu nzuri. Tembea na mwendo wa ustaarabu. Ukienda ukijirusha namna hii utasikia vijana mafanya. Vivyo hivyo. Wanawake ndio na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Ndio. Pamoja na adabu nzuri. Na moyo wa kiasi.
unasikia kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza, wewe mwanamke wa Kiislamu, ikiwa bwana yako hayuko, amekuja rafiki yake anamuulizia, kwanza usimjibu hayuko, jaribu kubadilisha sauti, mwambie hayuko. Ndio hayuko, jaribu kuileta hivyo, ukuje uso kidogo. Wewe ndio wenyewe, mali ya wenyewe. Teremka chini na inazidi kusema hiyo naenda kutembea mahala kwa rafiki yako karibu sheikh, karibu sheikh. Kidogo labda awe mama, lakini kama lilika yako teremka chini. Pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, ndio sitokusuka nywele wala kwa ngozi dhahabu na lulu. Mpe dada, unasikia hiyo? Sio kwa kusuka nini, ni wewe Nikolawe. Sio mambo ya kusuka nini nywele. Unaona za siku hizi unakuta mwanamke ako na nywele ya pink, umeona? Na nyingine za purple. Imagine nywele ya purple na nyingine ya green. Najua unaweza kutana na gamia wa Northeastern, ukitembea hivi aone green kwa kichwa, wewe uone unaweza pata balaa. Anaweza fikiria ni nyasi iko pale bwana. Hatari sana, hatari. Allah anasema lakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, amemuumba mwanadamu katika umbo lililo bora kabisa. Umeumbwa mwanamke mweusi smart, Allah amekujalia nywele nyeusi, unakaa unajiangalia kwa nini, kwa kioo, unaona huu weusi sitaki, nataka nikae kama Rihanna. Unaenda unajununua mamendivi, unaanza kujipaka atukae kama Rihanna. Ukijipaka uso wako unabadilika, unakuwa kama kampuni ya Coca-Cola. Pande hii kuna Fanta, pande hii ingine Black Currant, pande hii ingine unakuta Sprite, unakuwa na makala tofauti tofauti. Na sura yako ambayo Mungu amekuumba nayo. Wewe angalia, wazungu wenyewe wanatamani sura kama hizi zetu. Ukikutana na mzungu anakuwa na vidude nyingi tu, anatisha. Kwa Afrika kwanza tuko maridadi, lakini sijui ni nini inatusumbuaga wanawake wa Kiafrika. Mmeumbwa na Mungu, mko smart. Bado unaenda unajipaka mavitu hivi, unaweka nywele za nini za brown kwa kichwa. Mtu akikutana na wewe utadhani shetani. Kutana mtu anataka kutoroka. Mimi nilishangaa hata wananunua nywele za mwingine. Kwa mfano, ukilea rasta, hakuna nywele iko na pesa mingi saa hii Kenya kama rasta. Ukilea rasta, ukitaka kuuza pesa kidogo, unauza rasta zako ni 30,000. Sheikh, wallahi haki ya Mungu. Kama una rasta, ukienda Nairobi unataka kuuza, pesa kidogo utakachouza ni 30,000. Inakatwa, unauza. Na kama tunavyofahamu, kama kuna kitu ambacho huendelea kukua hata mtu akifa ni nywele. Wewe ukifa, nywele bado huendelea kumea. Sasa ikikatwa ile nywele inakuwaga mfu. Ndio ukienda kwa gari ukute mtu amevaa manywele, kwanza hawatakagi zinyeshewe. Ikinyeshewa ananuka kama maiti. Ni ukweli dada? Ni ukweli. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, amelaaniwa mwanamke mwenye kufuma nywele juu ya nywele zake. Haya mapisi unaweka, unapata laana za Mungu. Nywele yako ile ambayo Mungu amekupa, tengeneza, hakuna shida. Ile ambayo Mungu amekupa wewe, tengeneza, suka vile unataka. But kuongeza nywele juu ya nywele yako, unapata laana za Mungu. Laana nyingine mwanamke anapata 22:5 Kumbukumbu la Taurati. Tuingie kwa swali lingine. Nimesema ninakuja hapa kufundisha. 22:5 Kumbukumbu la Taurati. Na kitu kingine, mlaaniwa katika watu 10 waliolaaniwa, moja wapo ni mlevi. So kama umekunywa utue saa yuko na laana za Mungu. Usiniangalie vibaya, sikukwambia ukunywe.
Teremka chini. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Asivae mavazi yampasayo mwanaume. Wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Mpe. Unasikia dada? Ingine haitakikani ni mwanamke kuvaa mavazi ya nini? Ya mwanaume. Wanavaa hawavai? Trouser. Barabara hapa tunataka naye kwa barabara. Wanavaa sana, si ndio? Na kumbe wanapata laana ya nani? Na Mungu. Wengine anavaa kwingine inaitwa spaghetti. Unajua spaghetti? Ile blouse ambayo huko haina kitu. Ukiangalia mwanamke anakaa bondia wa ngumi, si ndio? Utadhani Mike Tyson anaenda kupigana ngumi. Kifua yote iko nje. Alafu siku hizi hata kama imeanguka anainua namna hii. Inaachwa hapa nje hivi. Ni ukweli si kweli? Ni ukweli. Anapata laana ya Mungu. Hii ni laana. Nikimalizia Qur'ani nasema nini? Sura ya 24 aya nambari 31 Al-Karim. 31. Alafu dada usilimu. Wewe unasilimu tunakuongezea buibui, unaitwa Amina, Saidi hapo anakuongezea unakuwa bibi yake wa 4. Shida iko wapi? Sasa wanawake wenyewe wanasema wewe unacheka. Mwanaume ukitaka vizuri, hata serikali yenyewe ya Kenya ilipitisha katika bunge, sasa ni haki mwanaume hauwezi shtakiwa. Unaweza kuwa na bibi 2 3 kulingana na uwezo wako. Tunaenda polepole, wanaenda wakikaribia Uislamu hata lao. Watu wanaenda wakikuja. Kwa sababu kwa Ukristo unakaa na kamoja, ukigojeka ama kakiwa kagonjwa unaenda kwa jirani. Ukienda kwa jirani unakwama. Siku hizi watu wana mbinu kali, unaenda kwa jirani unakwamia hapo. Na mmoja alienda hapa kwa hospitali Nairobi. Shekhe, usicheze na shiriki. Siri hatari. Amekwenda kwa mtu wa wenyewe. Amekwenda papo, wamekapantana, hakuja kutokana hapo. Bwana alipokuja, sio wale mabwana wenye tamaa. Unajua wengine ukikwama akija anasema nataka 1,100 ndio ni wakuamue hapo. Huyo alikuja akaacha gas, akawekelea ile karai pan ya kupika chapati, halafu akashika kisu akasema mambo ni mawili. Hussein, chagua mambo mangapi? Mawili. Nikate? Si mnaelewa ni nini nakato, sio lazima tushinde tukiseme. Ama ukalie hii pan. Jamaa alichagua kukalia pan. Utafanya nini? Na asipokuwashalisha hapo umekufa. Nyote mnakuishi. Alipokubali, jamaa akafungua kifuniko hivi, wakaachana akakalia pan. Ilikuwa unapita hapo unadhani kwamba wewe kuna mbuzi soma hapo. Hatari. Teremka chini. Sasa kama hii shida yote, 2 3 4 kama Uislamu unavyosema. Ukiona umezidiwa na huku siku nzuri unaenda huku kwingine, kote ni kwako. Bora uwe na uwezo wa kulisha. Na siku hizi nao wanawake wako katika teknolojia kali, wako na mabiashara wenyewe. Hata unaweza pata wa kukulisha. Shauri yako. Teremka chini. Qur'ani 36. Ndio. Waonekane 24:31. Mambo ya mavazi haya. Inasema ndio. 31. Na waambie Waislamu ndio. Wanawake wainamishe macho yao na wazilinde tupu zao. Waislamu wanawake wainamishe macho yao na wazilinde tupu zao. Wala wasidhihirishe viungo vyao. Wala wanawake wasidhihirishe viungo vyao isipokuwa vinavyodhihirika, isipokuwa viungo ambavyo vinadhihirika. Nao ni uso na vitanga vya mikono na vitanga vya mikono. Wengine wanasema na nyayo, na wanazuoni wanasema nyayo. So mwili huo mwingine wote wa mwanamke ni uchi. Hata hivi unaonekana miguu katika Uislamu haufai. Inafaa kama unaweza onekana labda huku kwa nyayo, kwa mikono huku na kwa uso. Sawa dada? So sasa mimi nataka ufanye bidii uongezee kuwe yule mrefu kidogo ifike hapa. Sawa? Alafu sasa ukuwe Muislamu, wasemaje? Uko tayari?
Hakuna shida. Uko tayari kuwa Muislamu kabisa? Takbir! Waislamu na let down. Hiyo sijasikia kitu mimi. Takbir! Dada, utarudia maneno haya nyuma yangu, sawa? Utarudia maneno haya nyuma yangu ili uwe Muislamu, sawa? Sema bismi lahi rahman rahim. Kina Domashi nataka hijabu hapa sasa. Ash, sema ash hadu an la ilaha illa Allah wa ash hadu ana Muhammad Rasulullahi. Takbir! Tunayarudia kwa Kiswahili. Sema kwa jina. Sasa mimi nitakuwa natoa shahada mbili peke yake, kwa sababu kumefika kuna wapinzani wamekuwa wakisema shahada ni tatu na shahada ya Kiislamu ni mbili. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hakuna shahada tatu katika Uislamu. Tuko pamoja? Sema kwa jina. Sema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja tu. Na nakiri kwa moyo na natamka kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na ninaamini manabii wote wa Mungu. Tayari umekuwa Muislamu kwa hayo maneno machache. Katika Uislamu ni jina gani unapenda sana? Ile tu utatea. Kuna Maryam, kuna Hafsa, kuna Aisha, kuna Zahra, Fatima, Rahma. Mimi nataka Fatima. Takbir! Fatima alikuwa ni mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni katika wanawake wanne waliokuwa bora zaidi duniani, na ni katika wanawake wanne waliobashiriwa pepo wakiwa duniani. Fatima. Kina Domashi, sijui kama mko, mimi naomba nipate hijabu moja hapa. Kina mama, naomba kama kuna mama yuko atutafutie hijabu ama hata dira hivi kitu kama hicho, au sio Waislamu? Lazima dada abadilike. Hebu nione Waislamu wangapi wako hapa. Kono chini. Waislamu kama mnavyoona leo hamumuoni Sheikh Juma hapa. Tulikuwa tumetembea kidogo Meru Town, gari ikaharibikia